Mbona kama anavyoelezea ni kama tu unapita pita tu pale na pale, inakuwa imeisha. Lakini ni kinini kinachotuzuia? Yaani kinini kinachotuzuia? Viko vitu vingi vinaweza vikawepo, lakini kitu kikubwa ni hofu. Kitu kikubwa kuliko vingine yote ni hofu. Hofu ndio ambayo imeshikilia miguu kwenye hatua nyingi. Usijue wewe hautamani kuwa na kiwango fulani cha pesa. Unakitamani, lakini kuna hofu fulani, kuna mawazo fulani ya biashara na kujiaga. Mwambie ile biashara nyingine ningepiga pale, hii inakuwa imeisha. Nakuwa naanza kufanya hizo ibada, naanza kufanya kwa utulivu, lakini kesho ukifika kuna hofu inakwambia ile utapata hasara pale. Kuna mwenzako shajaribuki pale, alifilisika hadi vile alivyokuwa navyo. Sasa basi ngoja tu nibaki niendelee tu kufanya hii. Ni nini kinatushika nyuma? Ni hofu. Walio kwenye zile hatua, walio kwenye zile hali, si kana kwamba wao mambo yanawaendea amenyoka. Sio kona watamani leo Voda kwa sababu ningekuwa na kampuni likubwa. Sio unajua mambo Voda ndio yamenyoka. Sasa ningekuwa na kampuni likubwa kama la Voda, ningekuwa nafanya ibada mimi, ningekuwa najiachia. Hamna. Sio kama mambo wao wenyewe ndio yamewanyokea. Hajawanyokea. Yaani unakwamba kama pale walipo ni kwamba wametulia, yani wenyewe wana amani, wana raha. Yaani wenyewe ni kwamba vitu vinaenda. Hamna. Na wenyewe hofu na mashaka vipo. Yaani vitu vinavyokuwa vinanizuia nisipige hatua fulani kwenda kuyakabili mambo fulani. Vile vitu walioweza kufika kwenye ile hatua, sio kwamba wakutani navyo. Sasa unajua mzee anavyofanya vile, yeye hofu inakuwa haipo. Hamna. Hofu naye inakuwepo, lakini ni kwamba ameishinda hofu. Ni kwamba yeye ameishinda hofu na hajataka kuisikiliza. Akawa mimi wewe hofu sitataka kukusikiliza. Yaani hakuna mwenye hatua yote alisikia kwa sababu yeye ilikuwa inamsupport wakati wake. Ninamwambia nenda. Inaachia njia kabisa, kwamba hiyo njia nyeupe hiyo, jiachie spidi zote. Hamna. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ni kwamba hata yeye vipingamizi vinavyonipinga mimi anakutana navyo. Hata yeye changamoto unazokutana nazo mimi na yeye anakutana nazo. Lakini yeye ameamua kuto kuzisikiliza yoyote. Yaani hatua yoyote ambayo unamwona nayo mtu, hali yoyote ambayo unamwona nayo mtu, ni kwamba yeye kuna vitu alikataa kuvisikiliza. Yaani inawezekana mimi wewe njaa tu kikuma kidogo, basi saa ngoja tu nikafungue. Kwa njaa yenyewe inaniuma. Afu na jirani kanunua chips hapa ananitia tu majaribu. Sasa ngoja nionje tu kidogo, mtumishi, sipigi nyingi. Napiga tu kidogo. Naonja tu kidogo. Sio kwamba anakuwa anafunga njaa imumi, no, hapana. Anayefunga ile njaa ambayo inanikimbizaga mimi kwamba siku ya 3 leo mimi nashuka mlimani. Anaendelea siku ya 7, siku unajua kama yeye asikia yake njaa ile inakuwa haipo. Inakuwa pogi vile namuuma kama vile inavyoniumaga mimi ikifika siku ya 3. Na yeye namuumaga vile, lakini yeye kakataa kusikiliza mwili. Yaani yeye kakataa kusikiliza mwili. Ni kweli unalalamika, unakuonyesha wewe kesho ufiki. Sasa kwa hivi ninavyokuuma kesho wewe ufiki. Kwa kuna watu ni kwamba wamekataa kusikiliza kwamba hamna, hata kama sitafika haina shida, lakini sitakusikiliza. Kwa sababu mapenzi yako wewe ni mauti. Yaani unavyotaka wewe unakutaka unipeleke kwenye mauti. Kwa hiyo mimi sitakusikiliza. Kwa watu ambao wamepiga hatua yoyote ambao unakuwa unamuona sasa hivi ya kilomita hata huko kuja kimwili, ni kwamba walikataa kusikiliza hofu, walikataa kumsikiliza ndugu anaitwa hofu. Ni moja kati ya ndugu hata kati naandika kitabu. Sababu kila kitabu changu nilikuwa nimekiacha kwenye kalakana, kwa hiyo ilibidi leo nikirudie kwamba niende nikakiendeleze. Kwa hiyo wakati kuna kipengele nilikuwa nakiongezea kwamba kama kuna moja kati ya kitu ambacho shetani amewaweza wanadamu na hasa Wakristo ni wengi, ni kwamba kitu ambacho kinaitwa hofu. Yaani chenye kuna kuonyesha kwamba ni wewe utaaibika, usijaribu kufanya hivyo. Si kana kwamba si kuongea, iwe ni kwenye clip au kwenye, sio kwamba hatuwezi. Iwe ni kutengeneza maigizo mazuri, sio kwamba hatuwezi. Hofu ya kwamba hivi watakuoneje? Hebu piga picha. Watakuchukuliaje? Ona anaanza kuonyesha, hata hujacheka lakini anakuonyesha kiwango watu watakavyokuwa wakikucheka. Yaani anakutengenezea picha ya kukuletea hofu, anakujengea picha. Akuonyeshe vile watu watakavyokucheka. Vile watu ambavyo watakudhiaki, vile ambavyo watu watalifanya jina lako
waanze kukuita muda hata kubadilishia jina, nataka kuita mzee wa kujichinja. Vile naomba tusaidie kumwamsha huyo mtumishi. Kila mtu asiangalie mambo yake jamani. Ukishinda kuangalia wakule nje wale wanaoonewa. Tuwe tunaangalia tawasi ambao tuko pamoja hapa. Wale wanaoonewa kitushinda. Sisi kama sisi tuwe tunaangalia mambo yetu pia sisi kwa sisi. Tusishindwe yote, sababu kuangalia mambo ya wengine ya wale wanaoonewa inakuwa changamoto. Kwa hiyo ukimkuta wenzio anasinzia, uyaangalie sana mambo yake. Uyaangalie sana mambo yake, usimwache anasinzia. Uhakikishe ndiye anakuepo sawa, pamoja na unavyoenda unamsikiliza mhubiri. Unakuwa unaangalia tuko na jirani yangu hapo, unakuwa unamcheki Mnyakyusa. Sasa Mnyakyusa yupo? Yupo, tuendelee kusikiliza injili. Kwa nilikuwa naongelea nini? Ni kwamba kitu ambacho kinaitwa hofu ndicho ambacho kimeshika hatua zetu. Naomba tusome katika kitabu cha Yoshua 1 mstari wa 6. Yoshua 1 mstari wa 6. Yoshua 1 mstari wa 6. Nasoma kitabu cha Yoshua sura ya 1 kuanzia mstari wa 6. Arukia tu mstari wa 8, tuokoe muda kidogo kwa sababu uko hivi tunapofahamu. Mstari wa 8 unasema, ndio, kitabu hiki cha Torati, naam, kisiondoke kinywani mwako. Kisiondoke kinywani mwako. Bali yatafakari maneno yake, naam, mchana na usiku. Ndio. Upate kuangalia, tenda sawasawa, naam, na maneno yote yaliyoandikwa humo. Ndio. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako. Kisha ndipo utakapostawi sana. Naam. Je, si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Ya kwamba uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope. Anajua kabisa kitakachokuwa kinakutisha ni hofu. Ndio maana nasisitiza kwamba si mimi niliyekuamuru na kukuagiza ya kwamba uwe hodari na moyo wa ushujaa. Hivyo usiogope. Anajua hofu ipo yenyewe, hofu ndio inayotisha. Ndio ambayo inaweza kukuatisha kwamba hamna, tuendelea na maisha mengine Yoshua. Au maisha Musa alishamshinda hayo. Hao mbona waongoze hao ndio wamemchoma Musa hao. Ndio wamemsababisha Musa akapotelea kusikojulikana, amepotea hivyo. Na wewe utakusababishia hivyo. Ndio maana namwagiza kwamba usiogope. Ndio, wala usiogope wala usifadhaike. Ndio. Kwa kuwa Bwana Mungu wako ndio yu pamoja nawe kila uendako. Ishia tu hapo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa sababu Mungu mwenyewe anafahamu ya kwamba shida sio kwamba atamani kuongoza sawa. Anatamani sana, lakini shida ni vitu ambavyo vitakuwa vinaanza kumjilia, vitaanza kumletea hofu na vitisho, kumuonyesha kwamba Musa na mwenyewe alikaza hivyo hiyo njia ambayo nataka uiende hivyo, alikaza hivyo, lakini alikokupotelea ni kwenye mlima kule, haijulikani aliliwa na wanyama au alichukuliwa, haijulikani. Kwa na wewe ndiko utaka kuendelea, utatokea kule. Zile hofu ndizo ambazo huwa mara nyingi zinasababisha watu tusichukue hatua. Naamini kwamba labda ni kichaa tu ambaye anaweza asitamani kufanya maendeleo, asitamani kupiga hatua, sababu hiyo ni kawaida ya mwanadamu, ndio ufahamu wake na ubongo wake umewekwa hivyo. Lazima mwanadamu atafute kupata hali bora zaidi. Mwanadamu aweza akakaa kwenye hali moja tu amekaa hivi amerelax.